Basi mpenzi mtazamaji, nachukua nafasi hii kukaribisha tena katika sehemu ya pili ya fundisho ambalo tunazidi kuangazia la mfano wa mpanzi. Natumai ya kwamba umeweza kubarikiwa na sehemu ya kwanza, na ikiwa bado hujatazama sehemu ya kwanza, ningeomba uweze kuirejelea na ili tuweze kuambatana pamoja tunapoendelea mbele. Katika wakati huu basi tutakuwa tunaangazia mbegu zilizoanguka kwa njia. Mbegu zilizoanguka kwa njia, ili tupate kuelewa ni yapi ambao Bwana Mungu wetu anataka tuelewe kuhusiana na mioyo yetu sisi wanadamu. Kumbuka ya kwamba tumeona katika mfano ule Yesu anataka kutufunulia hali ya mioyo yetu na kile kinachoweza kuzuia neno la Mungu lisipate kuzalisha uhai na kuzalisha tabia yake ndani yetu. Shida si mbegu, shida si mkulima, shida ni udongo. Na udongo waweza kubadilishwa ukitaka. Kwa hivyo hayo ndio tutaangazia siku ya leo tunapokuwa tukiendelea katika mfano huu wa mpanzi. Wacha tuombe ili Mungu atuongoze katika fundisho hili. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishiye mbinguni, asanti kwa nafasi ya kipekee umetupatia. Tunapojifunza neno hili, hebu huwe pamoja nasi. Roho wako atuongoze ili tupate kuelewa mbegu hizi zilizoanguka katika njia, na ili pia tupate kuweza kutubu dhambi zetu, na ili kupatia moyo upate kuweza kutuumbia moyo mpya. Basi uwe nasi na utuongoze katika jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mbegu zilizoanguka kwa njia. Kumbuka katika fundisho hili tutakuwa tunaangazia kitabu cha Mathayo 13 mstari wa kwanza hadi 23, kitabu cha Marko 4 mstari wa kwanza hadi 20, kitabu cha Luka 8 mstari wa kwanza hadi 15, na pia kitabu cha Christ Object Lesson sura yake ni ya 2. Hapo ndipo tunapata msingi wa mafundisho haya tunapoangazia mfano huu wa mpanzi. Yesu akasema katika mstari wa 4 wa kitabu cha Mathayo 13, hapa hata alipokuwa akipanda huyo mkulima ama huyo mpanzi, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunaona pale ni kwamba mbegu zingine. Kwa hivyo si mbegu yote iliyoanguka katika njia. Na hii tunamshukuru Mungu kwa sababu wakati neno lake linapotolewa, hata kama zingine zinaweza kosa kuota, zingine huwa zinapata udongo mzuri. Hata katika umati wakati neno la Mungu linapohubiriwa, sio zote huwa zinapotelea, sio zote huwa zinaanguka kwa njia, zingine pia huwa zinaanguka kwa udongo mzuri. Kwa hivyo mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Na nataka pia ushike pale, zilianguka karibu na njia na ndege wakaja wakazila. Mathayo 13 mstari wake ni wa 19. Yesu akielezea akasema, kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Kwa hivyo mahali ambapo ilianguka inalinganishwa na moyo wa mwanadamu. Sasa anasema huyu ndiye aliyepandwa karibu na njia. Kwa hivyo ni yule ambaye kusikia atasikia neno la ufalme, lakini asiweze kulielewa. Asielewe inamaanisha nini? Sasa neno hilo ambalo limetafsiriwa pale kuelewa ama kwa kizungu understand, ni kumbuka pia bado ni neno la Kigiriki na haimaanishi kuweza kuchukua. Yani inamaanisha kuweza kuchukua, to take in, kuweza kuchukua. Kwa hivyo neno lile si kuelewa sana kana kwamba amekosa kuelewa maana yake. Anaweza kuwa ameelewa maana ya hicho ambacho kimesemwa, but he does not take it in. So kuelewa si kumaanisha hakuelewa kilichoelezewa. Kinaweza kuwa kimeelezewa vizuri, ameshika ni nini kimeelezewa, lakini hataki kukubali, hataki kulichukua ndani ya moyo wake. Huyu ndiye anaelezwa katika neno hili. He does not take in. They hear the word
but do not take in. Halichukui ndani, ama kwa neno lingine hataki kulipokea. Kwa sababu si wakati wote neno la Mungu linapohubiriwa, sio wakati wote ambapo unakosa kuelewa. Wengine huwa wanaelewa vizuri, lakini labda lile neno linahitaji uweze kujitolea kitu fulani. Labda lile neno linahitaji uweze kukana tabia fulani ambayo umekuwa ukifuata. Labda lile neno linahitaji uachane na tabia fulani ambayo umekuwa ukifanya, lakini hauko tayari kuachana nayo. Kwa hivyo hauko tayari kulipokea, haulichukui ndani. You do not take it in. Kwa hivyo mbegu zingine zilianguka kando ya njia. Njia nayo ni nini? Sasa wapendwa, ukumbuke ya kwamba njia ni mahali ambapo mchanga ulikuwa, lakini kwa sababu ya kukanyagwa mara mingi, aidha inapitiwa juu na miguu, inapitiwa juu na farasi na punda. Kumbuka nyakati zile watu wakienda kwa shamba, aidha walikuwa wanatumia ng'ombe, mafahali, wanaifungilia nira. So migurudumu ile nira, miguu ya ng'ombe, miguu ya farasi, miguu ya punda na hata miguu ya wanadamu ambao wanapita pale, basi inafanya ule mchanga unakuwa ni mgumu, na mbegu inapoanguka juu yake haipati kuweza kupenya ndani, haiwezi kuweza kupenya ndani. Na hivyo ndivyo dhambi huwa inafanya moyo wa mwanadamu. Dhambi huwa inafanya moyo wa mwanadamu kuwa mgumu, kila kiasi ya kwamba neno la Mungu haliwezi kuchukuliwa ndani, haliwezi kupokelewa. Kitabu cha Ibrania 3 mstari wa 13, maandiko matakatifu inasema, lakini muonyane kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenyu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Dhambi huwa inafanya moyo kuwa mgumu, huwa inafanya moyo wako kuwa mgumu. Na zaidi ya yote, dhambi pia huwa inatia giza. Kitabu cha Efeso 4 mstari wa 18, maandiko inasema, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu wa ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Kwa hivyo moyo ambao ni mgumu ni moyo ambao umetiwa giza, ni moyo ambayo hauwezi kupenywa na neno lake Mungu. Ni moyo ambao unapenda giza. Na ukumbuke wapendwa, tunapozungumza giza, giza ni kutokumfahamu Mungu ama kutokuelewa tabia yake Mungu. Kwa hivyo neno linakuja ili likupatie uzima na tabia ya Mungu, lakini unakataa kulipokea ndani na moyo unakuwa na giza. Na katika hali hii ya ugumu, basi haiwezekani mbegu kupenya ndani ili kuanza kuchipuka. Inakuwa ni rahisi mbegu kuliwa na ndege. Kwa hivyo ile mbegu haipati hata nafasi ya kupenya, angalau hata ianze safari ama ianze hatua ya kuweza kuchipuka, kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Ndege wanakuja wanazila. Ndege nayo inamaanisha nini katika mfano ule? Biblia bado itatujibu. Kitabu cha Marko 4 mstari wa 15 nasema, hawa ndio walio kando ya njia lipandalo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja Shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kwa hivyo ndege ni mfano wa Shetani na malaika zake, ambao huwa wananyakua neno hilo ambalo umekataa kulipokea ndani, na basi linakuwa ya kwamba haitafanya kazi ndani ya moyo wako. Ukumbuke ya kwamba Shetani kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuchinja. Kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10, Yesu akasema, mwivi, yani huyu Shetani ama huyu ndege, haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hivyo mwizi hakuji kwa kazi nyingine, bali ili apate kuiba hilo neno la Mungu lisije likapata nafasi ndani ya moyo wako. Roho Nabii, kitabu cha Christ Object Lesson 44 aya ni ya 3, maandiko inatuambia hivi wapendwa, kwamba kama vile ndege wako tayari kuchukua ama
kubeba ile mbegu kutoka iliyo kando ya njia. Hivyo ndivyo shetani ako tayari kushika mbegu ya ukweli wa Mungu isije kaingia ndani ya moyo wako. Maana anaogopa ya kwamba neno la Mungu linaweza amsha huyo ambaye hajali, na linaweza fanya kazi juu ya moyo huu ambao ni mgumu. Shetani na malaika zake wako katika umati mahali ambapo injili inahubiriwa. Wakati malaika wa Mungu wanatamani kuweza kuvutia mioyo na neno lake Mungu, malaika wa shetani adui ako makini kufanya ile neno lisije likawa na kazi yoyote, ama lisije likawa na manufaa yoyote. Kwa hivyo wakati wote watu wa Mungu wanapokuwa wakikutana, wakati wote neno la Mungu linapokuwa likitolewa, in any assembly ambapo neno la Mungu linasomwa, basi pale kunakuwa na shetani na malaika zake, na pia kunakuwa na malaika wa Mungu. Malaika wa Mungu anajaribu kukusaidia ili kuweza kuvutiwa na neno hili la Mungu lipate kupenya katika moyo wako, lakini shetani pale ako tayari kuweza kufanya ile neno isije kawa na nguvu, na isije kainua amsha dhamiri yako, na isije ikafanya ile mbegu kupata mizizi ndani ya moyo ya wanaosikiliza. Kwa hivyo ndege ziko tayari kubeba ile mbegu. Ni nini shetani basi hutumia ili kuondoa neno lililopandwa ndani ya moyo? Ni nini hii shetani huwa anatumia ili kunyakua ile mbegu isije ikapenya ndani ya moyo wako? Kitu cha kwanza ni kutokuwa makini wakati neno la Mungu linapokuwa likihubiriwa. Wakati ambapo neno la Mungu linapokuwa likitolewa, wengi huwa mawazo yao iko katika mambo mengine. Wengi hawaeki makini ama hawazingatii hilo ambalo linahubiriwa, hilo ambalo linanenwa. Wako distracted na mambo mengi. Kitabu cha Christ Object Lesson 44 aya ya 2 inasema kwamba mbegu iliyopandwa kando ya njia inawakilisha neno la Mungu jinsi inavyoanguka katika moyo wa msikilizaji asiyetia makini ama asiyekuwa na makini, inattentive hearer. Anasema kama vile njia hiyo ambayo imekanyagwa ikakuwa ngumu kupitia kwa miguu ya wanadamu na wanyama, ndivyo moyo unakuwa ni kama njia kuu ya anasa na furaha na dhambi za ulimwengu. Neno la Mungu linahubiriwa upande huu, na upande huu mwingine moyo wako ni kama highway ambapo mawazo ya dhambi, mawazo ya usherati, mawazo ya anasa ndiyo yanaendelea katika moyo wako. Na basi katika hiyo hali ya kutokuwa makini wakati neno la Mungu linapohubiriwa, basi shetani ananyakua ile mbegu, inakosa kupata nafasi ndani ya moyo wako. Sijui wewe uko aje wakati unapokuwa kwa mfano pale kanisani neno la Mungu linapohubiriwa. Sijui unachukulia aje hata wakati huu ambapo unasikiliza maneno haya. Are you distracted? Are you an inattentive hearer? Je, wewe ni msikilizaji ambaye ako makini kusikia hicho ambacho kinanenwa? Kwa sababu kutokuwa makini ni mbinu moja shetani huwa anatumia ili kuweza kunyakua lile neno. Wengine wanaendelea kuhubiriwa. Huyu kijana hapa, yeye ako katika mambo yake, yeye anaangalia vitu vingine neno la Mungu linapokuwa likihubiriwa. Kwa hivyo kufikiria mambo mengine wakati neno linapohubiriwa, hata wakati mahubiri inapoendelea, wewe hauzingatii, hata hauna hata mahali pa kuandika angalau yale mafungu ambayo yametajwa, uende nyumbani uweze kuyarudia. Mara kama ni pale kanisani, watoto wanarandaranda wakisumbua, akili za watu zinabebwa na wale watoto, na basi mbegu iliyokuwa imekusudiwa kuingia ndani ya moyo wako inanyakuliwa na ndege. Ama wakati uko katika sehemu ya ibada, wewe uko katika simu yako ukikuwa katika zile mitandao ya kijamii, na ilhali kanisa inaendelea. Ama wewe ibada inaanza saa 3, wewe unafika pale kanisani saa 5. Unachelewa kwa mambo ambayo hayana maana. Ile mbegu iliyokuwa inakusudiwa kuingia katika moyo wako inakosa nafasi, inapotelea na shetani anainyakua. Jambo la pili wapendwa, shetani huwa anatumia sana, na hii nasema anatumia sana kunyakua mbegu katika mioyo ya wanadamu, ni kulala kanisani.
Kitabu cha Testimonies ya 6 ukurasa wa 361 aya ni ya 4. Mtumishi wa Mungu akatoa onyo akasema ya kwamba kusiwe na yote ambaye atakuja katika sehemu ya ibada kuweza kusinzia. Hakustahili kuwa na kulala katika nyumba ya Mungu. Haulali wakati unapokuwa ukiendelea na biashara zako, kwa sababu uko na kusudi katika ile kazi. Je, tutakubali huduma ambayo inahusisha masuala ya umilele yaweze kuwekwa katika hali ya chini, ama yawekwe katika kiwango cha chini cha yale mambo ambayo tunafanya ya maisha haya? Kwa hivyo wakati tunapoenda katika sehemu za ibada, mahali ambapo neno la Mungu linanenwa, basi shetani anakuletea usingizi. Wakati huo ambapo umelala, neno nalo linatolewa, linaanguka katika njia. Ndege wananyakua kabla haijaweza kupata mizizi. Kumbuka, adui huwa anapanda magugu wakati umelala. Kitabu cha Mathayo 13:24, Yesu alitoa mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Kwa hivyo katika hali hiyo ya kulala, shetani anaweza aidha kunyakua ile mbegu ama kupanda mbegu zingine ambazo zitatoa mazao mabaya, magugu. Na ni wakati huu ambapo umelala ndipo shetani huwa anapanda magugu au ananyakua lile neno. Kitabu cha Adventist Home ukurasa 402 aya ni ya 2. Je, tunapozungumza kuhusu kulala tunamaanisha nini? Anasema kama kuna njia ambayo shetani anaweza pata nafasi ya kufikia akili, basi atapanda magugu na kuyasababisha kukua hadi yaweze kuwa na mavuno ya kipekee sana. Tunaambiwa kwamba hakuna vile shetani anaweza chukua ushukani wa mawazo, wa maneno, wa matendo, isipokuwa sisi kwa hiari tumfungulie mlango na kumwalika aweze kuingia. Kwa hivyo shetani hawezi ingia kwa moyo wako kupanda magugu katika mawazo yako, matendo yako ama maneno yako, isipokuwa wewe mwenyewe umemfungulia ule mlango. Shetani, kumbuka, hawezi soma mawazo yako. Kwa hivyo ni wewe tu unampatia access ya nia yako. Ndipo maandiko hii inatuambia tulinde sana viuno vya nia zetu, kupitia kwa kile tunachoona, kile tunachokula, kile tunachoshika, kile tunachofanya. Basi tuzingatie, tusije tukapatia shetani nafasi ya kuingia katika mioyo yetu, maana tukimpatia nafasi atapanda magugu. Tunaambiwa kwamba basi ataingia na kwa kunyakua mbegu njema iliyokuwa imepandwa katika moyo, basi anafanya ile ukweli inakosa kuwa na nguvu. Wapendwa, Mungu aweze kutusaidia tusije tukapatia shetani nafasi hiyo ya kuweza kupanda magugu katika mioyo yetu. Tuwe makini, tusije tukalala, tusije tukakosa kuwa watu ambao ni waangalifu, watu ambao wamekesha, watu ambao wako waangalifu, watu ambao wanajielewa. Tusije tukalala shetani akaja akapanda magugu. Kwa sababu wakati huu, wapendwa, tumefika, ni wakati wa sisi tuamke kutoka kwa usingizi. Paulo anatuambia katika Warumi 13:11, naam, tukijua kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. It's time to awake out of sleep. Na tuzivae silaha za nuru. Tuziweke kando matendo ya giza na tuvae silaha zake Mungu ili tupigane katika vita hivi. Jambo lingine la tatu ambalo shetani huwa anatumia kuweza kunyakua mbegu isije kapenya katika moyo wa mwanadamu ni kuelekezea wengine neno la Mungu. Wakati neno linapokuwa limetolewa, ninasikia neno hilo limeniguza ama limezungumzia jambo fulani linalonihusu mimi, badala ya kulikubali na lielekezea mwingine. Nasema hiyo neno sio yangu, ni ya Kamau, ni ya Joroge, ni ya Omondi. Hiyo neno si langu, ni la mwingine. Tunaambiwa katika Kristo Lesson 44 aya ni ya 2 ya kwamba nguvu za kiakili zinakuwa zimeduaza
Wanadamu wanasikia neno lakini hawalielewi, hawaitambui, kwa sababu wanachukulia kwamba haiwahusu, na hawatambui ya kwamba hitaji lao ama hatari yao. Hawatambui upendo wake Kristo, na wanapuzilia ule ujumbe wa neema yake kana kwamba ni kitu ambacho hakiwahusu. Neno linatolewa, wewe unaona hii hainihusu, hii si yangu, hii labda isaidie fulani, hii labda isaidie Wajiko, hii labda isaidie mtu fulani, lakini si mimi. Wakati huo unapopuuza neno la Mungu hivyo, basi ndege wanakuwa wamekula ile mbegu, inakosa kupata nafasi katika moyo wako. Na hii ndio kasoro ambao Wafarisayo wako nayo. Unajua, Mfarisayo ni mtu ambaye ameelewa neno la Mungu, hata analisoma na hata anajaribu kuishika kwa bidii, lakini yeye anapoangalia neno la Mungu haoni kana kwamba ni yeye inazungumzia. Kitabu cha Luka 18 mstari wa 9, Yesu basi akatoa mfano huu kwa watu waliojikinai kuwa wao ni wenye haki, wakidharau wengine wote. Kwa hivyo mfano huu kakuwa unaelekezwa kwa mtu ambaye anajiona ako sawa, amesimama, hahitaji chochote. Neno la Mungu si kwake, ni kwa wengine. Watu kama hao wanaodharau wengine na kujikinai, anasema watu wawili basi walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Mfarisayo na wa pili alikuwa ni mtoza ushuru. Wameenda hekaluni kuweza kusali. Mstari wa 11, yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, ndani ya moyo wake, katika mawazo yake. Hapo mbegu inastahili ipandwe. Mfarisayo anaomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Kwa hivyo hali kama hiyo, huyu mtu hata neno la Mungu limfikia aje, hata lichukulia ni lake, ataona hili ni la wengine. Hao ndio wanahitaji, maana hao ndio wameanguka. Mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, natoa zaka katika mapato yangu yote. Ukinipima kwa matendo ya haki niko nayo. Mimi sihitaji neno lako linielekeze, nishailifuata. Kwa hivyo hilo ambalo unaniambia si langu, ni la huyu. Kumbuka wapendo, wakati wote unaponyoshea wengine kidole kimoja, unaponyoshea mtu kidole kimoja, kumbuka 3 zimekunyoshea wewe. Wakati unaponyoshea mtu kidole kimoja, 3 zimekuelekea wewe. You are worse than huyu ambaye unalengea kidole. Kwa hivyo wakati wote tunaposikia neno la Mungu, usilielekeze kwa mwingine, lielekeze kwako. Maana Mungu amekubali hilo neno lije, maana kuna kitu anataka kurekebisha ndani yako. Na usipokubali na uelekezee kwa watu wengine, basi shetani ananyokoa hiyo neno, inakosa kuwa na kazi katika moyo wako. Mathayo 7 mstari wa 3, Yesu akasema, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe hauliangalii? Au utamwambiaje ndugu huyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kwa hivyo kabla hujaelekezea wengine, haujaona makosa ya wengine, jiangalie kwanza. Neno la Mungu linapotolewa si la mwingine. Neno la Mungu linapotolewa ni langu. Maonyo ya Mungu yanapotolewa ni yangu mimi. Nisielekeze kwa mwingine, kwa sababu ninapofanya hivyo, shetani ananyakua ile neno, linakosa kuwa na kazi katika moyo wangu. Sikiza vile mtumishi wa Mungu anatuambia, Desire of Ages 390 paragraph 5. In his promises and warnings, Jesus means me. Eti katika ahadi zake na katika maonyo yake, Yesu anamaanisha mimi. Kwa hivyo tunapokuwa tukichukua neno la Mungu, kwa lolote hilo ambalo tunachunguza, kumbuka ya kwamba maonyo yote katika neno la Mungu, ahadi zote katika neno la Mungu, anamaanisha mimi. Kwa hivyo ninapoelekezea wengine kusema hawa wamepotea, hawa wako Babeli,
hawa wameanguka. Basi katika maonyo yote elewa ya kwamba Jesus means me. Sikiza vile neno anaendelea kutuambia. Kitabu tunasoma ni Selected Messages ya kwanza, ukurasa wa 47 aya ni ya kwanza. Anasema ya kwamba wengi huwa wanakiri kuwa wamekubali shuhuda, na ilhali haina mvuto katika maisha yao au katika tabia yao. Makosa yao inakuwa na nguvu na inaendelea kubugiwa hadi anapokuwa ametolewa kemeo, haizingatii kemeo lile. Anapoteza nguvu ya kujidhibiti na anakuwa mgumu katika njia ya kutenda mabaya. Kwa hivyo wengi ambao huwa wanakiri, wanakubali shuhuda na wanakataa iwe na mvuto katika maisha yao na katika tabia zao, huwa inafika mahali ya kwamba mioyo yao inakuwa ni migumu katika utendaji mbaya ama katika dhambi. Inafika mahali huyu mtu haoni dhambi ni kitu kibaya, kwa sababu amezoea kupuuza makemeo, amezoea kupuuza marekebisho, amezoea kupuuza maonyo katika neno la Mungu, kana kwamba sio yake, ni ya mwingine. Basi moyo wake unazidi kuwa mgumu hadi hata dhambi haioni ikiwa ni mbaya. Anaendelea kusema kama amefanya kazi sana na unyonge ukawa juu yake, hana nguvu ya kitabia kuinuka juu ya unyonge wa tabia ambayo hakuweza kushinda. Na basi zile tabia zinakuwa ndizo viegezo vyake vyenye nguvu ambazo zinamshinda. Yaani hizo vitu ambazo umepuuza, hizo kasoro ambazo umepuuza, zinakuwa ndio the strongest points za kukuangusha. Alafu nasema kisha mlete katika mtihani na umuulize, si Mungu alikemea jambo hili katika tabia yako kupitia kwa shuhuda miaka chache iliyopita? Naye atakujibu akwambie, ndio, nilipokea shuhuda zilizoandikwa zikisema ya kwamba nilikuwa nimekosea katika mambo haya. Kisha unamuuliza, kwa nini basi haukuweza kurekebisha matendo haya mabaya? Anajibu, nilidhania kwamba aliyekuwa anakemea alikuwa amekosea, na kile nilichoweza kuona nimekubali, na kile ambacho sikuweza kuona nikasema hii ilikuwa katika mawazo ya mnenaji, sikukubali ile kemeo. Kwa hivyo wakati neno la Mungu linapotolewa, sijui kama wewe unaona kama mhubiri amekosea. Hii makemeo sio yangu, si mimi unastahili uambie hivi. Hii ni ya mwingine. Kwa hivyo hiyo makemeo ambayo umetoa si yakubali, si yangu. Na wengi kwa njia ile wameingia katika njia ya kupotea. Moyo wao unakuwa ni mgumu hadi maonyo hayo yakiletwa tena hayamshi jambo lolote ndani yao. Mbegu inakuwa imekuliwa na ndege. Sababu ya 4 ambapo ama kwa njia ya 4 ambao shetani huwa anatumia kunyakua mbegu isije kapenya katika moyo ni wanadamu kushtumu ujumbe na wajumbe wa Mungu. Kushtumu wajumbe wa Mungu na kushtumu ujumbe ambao umetolewa. Hiyo ni njia nyingine shetani huwa anatumia sana, especially katika familia na kwa watoto. Anatumia njia hiyo sana kuweza kunyakua mbegu ya Mungu, ya neno la Mungu isipenya katika mioyo ya hawa watoto ama ya hawa washiriki. Sikiza vile tunaambiwa kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 45 aya ni ya kwanza. Eti Satan has many helpers. Eti shetani yako na wasaidizi wengi. Sikiza. Wengi huwa wanadai kwamba ni Wakristo, wanasaidia shetani kunyakua mbegu ya ukweli kutoka kwa mioyo. Wengi ambao huwa wanasikiliza mahubiri ya neno la Mungu wanaifanya kuwa ni jambo la kushtumu nyumbani. Mnaenda kanisani, mnasikia ujumbe. Wewe unapofika nyumbani unakalisha mke wako chini na watoto, mnaanza kuzungumzia mjumbe ule. Ulisikia vile alikuwa anahubiri? Alikuwa anasema hivi. Ulisikia ule ujumbe? Sasa watoto wanaona kumbe hii neno haina haja, haina umuhimu katika maisha yetu. Na kwa njia hiyo maandiko inasema shetani amekuwa na wasaidizi wengi sana.
Sijui wewe unapofika nyumbani umekaa pale, sijui kama huo unaanza kukriticize watu wa Mungu na ujumbe ambao umetolewa. Huo unaanza kuushutumu pale nyumbani. Tunaambiwa they sit in judgment on the sermon as they would on the words of the lecturer or a political speaker. Eti wanakaa chini wanaanza kuhukumu hiyo mahubiri kama vile wanaweza kuwa wamefanya wakihukumu mafundisho ya lecturer ama ya mtu wa siasa. Unaona vile umesikia leo vile mlengo huu uliingilia mlengo huu. Sasa kwa njia hiyo wanaanza kuzungumzia mahubiri. Ulisikia vile mahubiri haya yalitolewa. Ulisikia huyo mhubiri vile alisema. Hebu endelee usikie. Anasema ya kwamba jumbe ambazo zingestahili zichukuliwe kama neno la Mungu kwao inachukuliwa kwa njia ya mzaha na katika hali ya kuipuuza katika maneno. Tunaambiwa tabia ya mtumishi, makusudi yake, matendo yake, pia mienendo ya washiriki wengine wa kanisa zinazungumzwa kwa urahisi sana pale nyumbani. Unaona vile mhubiri alikuwa amevaa leo. Unajua mhubiri alifanya hivi. Unajua huyu mshiriki alisema hivi. Watu nyumbani wanakuwa ni watu wa kusengenya wahubiri, kusengenya washiriki wenzao. Shetani kweli ako na wasaidizi wengi sana kulingana na neno la Mungu. Tunaambiwa kwamba severe judgment is passed. Eti hukumu kali inapitishwa. Masengenyo yanarudiwa. Na haya zaidi yanafanywa wakati wasioamini wanaosikia. Maybe pale nyumbani uko na wafanyikazi ambao si wa Kristo, si wa Adventista, lakini wewe uko pale ukishtumu mhubiri vile aliongea, vile alivaa, vile alifanya, washiriki vile wamekuwa wakifanya. Sasa yule anasikia kama kanisa iko hivi, hiyo kanisa siwezi taka. Na hata neno hilo ambalo lilikuwa limehubiriwa, ambalo lingekuwa la msaada kwa maisha yako, linakuwa limenyakuliwa, linapotea. Tunaambiwa kwamba zaidi sana mambo haya yanazungumza na wazazi, watoto wao wakisikiza. Na basi wanaharibu heshima ya ujumbe na wajumbe wa Mungu, na hata wanakosea heshima ujumbe wake Mungu. Na wengi wanafunzwa kupuuzilia na kuchukulia kwa urahisi neno la Mungu. Na baadaye unakuja kujiuliza, mtoto wangu alipotelea wapi? Kumbe alipotelea tu pale nyumbani. Kwa hivyo wapendwa, tuwe makini sana jinsi tunavyochukulia neno la Mungu na watumishi wa Mungu na hata washiriki wenzetu, jinsi tunavyowazungumzia na kuwasengenya pale nyumbani, watoto wetu wakisikia, na hata watu wasioamini wakisikia. Aidha ni pale kazini wewe unazungumza maneno ya washiriki wenzako na wengine ambao si washiriki wanasikia, basi unaendelea kupanda moyo wa ugumu ndani ya mioyo yao, na mbegu ya neno la Mungu linakosa kupenya katika mioyo ya wanadamu. Wanakuwa wagumu na wanakosa kusaidika kwa lile neno. Mungu na atusaidie. Na basi wapendwa, swali ni hili, suluhisho basi ni gani? Suluhisho ni gani kwa hizi mbegu zilizoanguka kando ya njia? What is the solution to this kind of heart? Moyo wa aina hii, suluhisho yake basi ni gani? Suluhisho tu ni moja wapendwa, ni kuongoka kwa kweli. To be truly converted. Mchanga ambao ni mgumu, ili uweze kupenya mbegu ndani yake, lazima uchimbuliwe. Lazima uchukue jembe, uchukue huma, uchimbue ule mchanga mgumu, ugonge zile ile mchanga imeshikana, uvunje ile mchanga ikuwe nyororo, ndipo mbegu ikipandwa ipate kumea. Na basi wapendwa, hata nasi tunastahili tuchimbue mioyo yetu. Tuchimbue udongo wa mioyo yetu. Na tunaambiwa katika kitabu cha Hosea 10 mstari wa 12. Inasema, jipandieni katika haki, vueni kwa fadhili. Uchimbueni udongo wa mashamba yenyu. Kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki. It is time tuchimbue udongo wa mashamba yetu, yani wa mioyo yetu. Tugeuze ile udongo, tuvunje hiyo mchanga mgumu kupitia kwake neno la Mungu.
Hii tu ndio itatusaidia ili mbegu ipate kupenya ndani yetu. Tunaambiwa kitabu cha That I May Know Him, TMK, ukurasa wa 281 aya ni ya 2. Tunaambiwa let every church member consider the breaking up of the fallow ground. Eti wacha kila mshiriki wa kanisa azingatie kuvunjavunja mchanga huo mgumu, na pia kutakaswa kwa ule mchanga, na pia kuweza kupanda ile mbegu katika mchanga huo mzuri sasa, ambao ni kazi ngumu sana ya mkulima. Ni kazi ambao ni ngumu na ya kupeleleza na ya kuchunguza sana, ya kwamba kule kupanda ile mbegu sio kitu ambacho ni rahisi kwa yule anayepokea, na wakati mwingine ni kitu ambacho kinamfanya asikie vibaya, kwa sababu haoni nguvu iliyo katika neno la Mungu na kuweza kujinyenyekeza chini ya kazi hii ya kuchimbua udongo katika maisha ya kiroho. Na basi dhambi ambazo tumetenda tunastahili tuzitubie kabisa. Tuzitubie hata hizo dhambi ambazo hazihitaji kutubiwa. Na wakati mchanga huu mgumu utakapokuwa umevunjwa na michanga hiyo migumu imevunjwa vipande vipande, basi mbegu ya kipekee inaweza pandwa katika mchanga huo ambao umevunjwa. Tunaambiwa this represents the severe discipline of God. Hii inawakilisha nidhamu kali ya Mungu. Na wakati ukaidi unapokuwa umedhihirishwa, basi nidhamu ya Mungu inastahili iendelee hadi maamuzi yavunjwe na tuweze kupata kufuzu. Kwa hivyo lazima tutubu hali yetu vile tulivyo. Mungu tusamehe kwa unyonge huu wetu. Tujichunguze na tujipeleleze mioyo yetu, tuichimbue michanga hii na udongo huu mgumu wa mioyo yetu, ili neno la Mungu lipate nafasi. Na kazi hii wapendwa, inaweza fanyika tu by the grace of God, kwa neema yake Mungu. Waefeso 2 mstari wa 4 na 5 inasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. It is a work of grace in your heart. Kubali Mungu afanye kazi hii. Kubali Mungu avunjevunje moyo huo mgumu ndani yako, michanga hiyo migumu ndani yako ambayo inasababisha mbegu isije kapenya. Kubali Mungu kwa neema yake aivunjevunje kwa uwezo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hii itatufanya tunyenyekee kama vile mtoza ushuru alivyonyenyekea. Wakati Mfarisayo anapojigamba vile alivyo mzuri kuliko wengine, mtoza ushuru alisema hivi katika Luka 18 mstari wa 13, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali akajipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Lazima tufike hali kama hiyo ya kujikubali sisi ni wenye dhambi, sisi tuko na mioyo migumu. Mungu, tutimizie ahadi yako ya kuchukua mioyo migumu na kutupatia mioyo ya nyama. We are sinners. Tuhurumie, sisi kweli ni wenye dhambi. Yesu anasema, nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwazae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Kwa hivyo ni wakati wa kupeleleza na kuchunguza mioyo yetu na kumwambia Mungu, Mungu, tuwie radhi sisi wenye dhambi. Chukua moyo huu mgumu na uufanye upya. Niumbie moyo mpya, Mungu, na uondoe moyo huu wa jiwe ndani yangu. Moyo huu ambao hutaki kusikia neno lako, moyo huu ambao hutaki kusikia makemeo yako, moyo huu ambapo hutaki kurekebishwa. Baba, naomba uweze kuuchukua na unipatie moyo wa nyama. Na Mungu ataweza kukufanyia kazi ile, mpendwa. Kwa hivyo mbegu zilizoanguka katika njia zinahitaji tu kitu moja. Udongo wa aina hii unahitaji tu kuweza kurekebisha. It needs a conversion. Na conversion inahusu kuweza kuungama hilo dhambi, kukubali hali yako na kujinyenyekeza kabisa kwake Kristo, kwa neema yake na kwa Roho wake Mtakatifu aweze kukupatia moyo mpya. Kitabu hicho kinasema, Christ Object Lesson 56 aya ya kwanza, the wayside, the stony ground and the thorny ground hearers need not remain such. Eti hizi mbegu zilizoanguka katika njia
ama katika miamba ama katika miiba, hawastahili kuendelea kuwa hivyo, wanaweza badilika. Kwa hivyo ninapojipeleleza nione kweli mimi niko na moyo mgumu, si niendelee kukua hivyo. Fundisho hili linaniambia ninaweza kubadilika. Nimkubali Kristo avunjevunje mchanga huo mgumu, na ili moyo wangu uwe udongo mzuri. I need true conversion, kuongoka kwa kweli. Na basi ninapomalizia, mfano huu wa mpanzi pia tunauona katika hekalu. Na ukumbuke ya kwamba hekalu ilikuwa na sehemu 3. Kulikuwa na ukumbi wa nje ambapo kulikuwa na madhabahu ya kuteketezea wanyama, pia kulikuwa na bakuli ya maji. Alafu kisha kulikuwa na hema ya kukutania iliyokuwa imegawanywa katika sehemu 2, mahali patakatifu na mahali patakatifu pa patakatifu. Katika mahali patakatifu kulikuwa na meza ya mikate ya uonyesho, kulikuwa na kinara cha taa na kulikuwa na madhabahu ya uvumba. Katika mahali patakatifu mno kulikuwa na sanduku la agano ambalo ndani yake kulikuwa na amri 10 za Mungu, nyungu ya mana na pia fimbo ya Haruni iliyokuwa imechipuka. Sasa kwa hizi sehemu tofauti za hekalu pia tunaona zile mbegu tofauti. Lakini ukumbuke, ili mtu yote afaidike na huduma ya hekalu, lazima angeingia ndani ya hekalu. Lazima angeingia ndani ya hekalu. Kwa hivyo ni kumaanisha mbegu zilizoanguka katika njia tunaweza ilinganisha na kule nje ya lango la hekalu. Huyu ni mtu ambaye ile ni mbegu ambayo haijapata na nafasi ya kupenya kwa mlango na iingie katika hekalu. Na kwa hivyo suluhisho la mtu kama huyu ni aingie kupitia kwa mlango mmoja ambao ni Yesu Kristo. Aingie ili moyo wake ulio mgumu uweze kuteketezwa katika madhabahu ya kuteketeza, ili aweze kufanywa upya, azaliwe upya, ishara ya ubatizo. He needs true conversion. Anahitaji kubadilika. Kwa hivyo mbegu zilizoanguka katika njia ziko huku nje, na basi hizo zingine tutakuja kuziangalia, mbegu aina 4 ambazo zimeelezewa katika mfano ule. Kwa hivyo wapendwa, Mungu na atusaidie. Mungu na atusaidie na atubadilishe mioyo yetu migumu na aweze kuifanya mioyo nyororo inaoweza kumpokea na kupokea neno lake. Tuombe kama Daudi, create in me a clean heart, O Lord, and renew the right spirit within me. Niumbie moyo mpya, Bwana, na uishe roho mpya ndani yangu. Wacha hii iwe ni ombi letu katika jina tukufu la Kristo Bwana wetu, na tuombe. Mtakatifu Baba uishie mbinguni, wewe usomaye mioyo yetu, na tukumbusha na kutuonesha ya kwamba mioyo yetu ni migumu, na ndiposa neno lako linakosa kupenya na kuleta uzima na tabia yako ndani yetu. Asanti kwa kutuonesha hali yetu. Tunakubali na kukuomba uvunjevunje moyo huu mgumu kwa neema yako, kupitia kwa neno lako, kupitia kwa Roho Mtakatifu. Tusaidie tuweze kubadilika ili tuchukue hatua ya kuingia ndani ya hekalu, ili tupokee faida za huduma yako katika hekalu. Uwe pamoja nasi Baba, utuongoze na utuelekeze. Uwe nasi leo na hata milele, kwani ni kupitia jina tukufu la Kristo tumeweza kuomba na kuamini. Amen. Amen.